wewe Kasongo, wewe William Ruto, wewe mwizi, wewe harafu mashamba, wewe muuaji, wewe adui ya wote ya mlima, aende asiende, aende asiende. Kuna wakati historia hujificha nyuma ya vicheko vya wanasiasa na sauti za mamlaka hufunika vilio vya walio chini. Lakini leo historia hiyo imeamka. Katika taifa linalovuja damu ya ahadi zilizotupwa, mmoja amesimama, si kwa kiburi bali kwa uchungu, si kwa matusi bali kwa ukweli. Rigathi Geoffrey Gachagua. Rigathi Gachagua, Deputy President, is a man of few words. Sasa wewe mtu ya fitina, mtu ya ukabila, mtu ya share sijui mitego, utashindana na nani kwa hii Kenya? Karibu kwenye Historia ya Fiche TV, makao ya siri zilizozikwa chini ya vumbi la uoga, maneno yaliyonyamazishwa kwa hila na historia ambazo hawataki usikie. Leo tunafungua jalada lilotekwa na giza, jalada la vita isiyo na risasi lakini yenye majeraha ya nafsi. Karibu kwenye giza cha siasa ya Kenya, nchi ambapo tabasamu ni mtego na mkono wa salamu umebeba kisu kisicho na huruma. It was not possible for us to win this election. It was through the hand of God that today an ordinary child has been sworn in as president. Mara walikuwa ndugu wa mapambano, miiba ya upinzani dhidi ya utawala wa kifalme wa Ikulu. William Samoei Ruto, jemedari wa mahasla. Huyu alikuwa mtu wa pili wa kwa nguvu nchini Kenya, na Rigathi Gachagua, mjukuu wa mwana mapinduzi, askari wa mlima aliapa kulinda maslahi ya jamii yake. William Ruto had ordered that I be dealt with once and for all. Lakini sasa hawasalimiani. Maneno yao ni barafu, macho yao ni miali ya hasira iliyovimba ndani kwa ndani. Ndani ya ofisi za kifahari, ukuta umenyamaza, lakini sakafu inajua kuwa kuna vuma upepo wa usaliti. Kwa hii serikali hii, mimi ndio mwenyewe niko ndani. Hata kukija kamia gani, mimi ni chuma ya zamani, niko huko ndani. I'm inside. Hii serikali sinilipigania. There is no way I can move even an inch. Hakuna nafasi ya kusoga hata inchi moja. Wale rais ameleta, tumewakaribisha tufanye kazi pamoja for one country. Leo tunakusimulia historia fiche ya mpasuko wa juu kabisa serikalini, sio kwa uvumi bali kwa ushahidi. Tunavua ngozi ya siasa ya Kenya, tunakufichulia jinsi Gachagua alivyoanza kupasuka kimya kimya, na jinsi Ruto, mkakati hodari wa siasa, alivyoanza kuandika ukurasa mpya bila jina la yule aliyempanda mlima mwaka 2022. Sisi tulipiga kura hapa katika mlima huu, tukapigia William Ruto. Alikuja hapa ameshika Biblia, akasema ameokoka, tukamuunga mkono na akatuahidi kila kitu, si ndio? Akaahidi mama mboga atamuinua, akasema ni serikali ya mama mboga. Yule mama mboga saa hii mtoto yake ya university ako nyumbani. Akasema hii ni serikali ya bodaboda. Bodaboda ilikuwa 120,000, sasa ni 200,000. Spares 20,000. Hao watu wote walikuwa na expectation, wamekwama. Katika uwanja wa siasa ambako hila huficha urafiki na tabasamu huficha sumu, walikutana William Samoei Ruto, mtoto wa maskini aliyeibuka kutoka kijiji cha Sugoi kama simba wa mapambano, akasimama imara kama nguzo ya mfumo wa hasla. Aliamini kwenye nguvu ya mtu wa chini, lakini hakumwamini mtu yeyote kabisa.
Kisha akamtazama Rigathi Gachagua, mwanasiasa mwenye sauti ya kilima, huyu aliyelelewa kwa sumu ya mzee Kenyatta, kisha akashiba urithi wa hofu ya serikali. Huyu Rigathi, huyu aliyebeba historia ya upinzani wa kifamilia dhidi ya udikteta, lakini pia mtu wa mlima, mahali ambapo kura hutiririka kama mito ya mvua ya Novemba. Dr. William Ruto, I said before you and country, I'm honored by the responsibility and faith you have bestowed on me, you have bestowed upon me to be running with for the most defining election in Kenya's history. Ruto alikuwa anahitaji mgongo wa mlima Kenya na Gachagua akawa lango la kupita. Mikataba ya kimya kimya ikasukwa usiku kwenye kuta zisizokuwa na masikio, kwenye meza zisizopiga kelele, na hapo ukatimia muungano wa Hasla na mwana wa mlima, ila si kwa upendo bali kwa hesabu baridi za kisiasa. That the will of the people is supreme in this republic. Gachagua akapewa mikrofoni si kama mpenzi wa taifa bali kama mtumishi wa mradi. Akatamka maneno yaliyojaa utii na maumivu. Sisi hatutaki sana, tutapewa kidogo. Akasema Gachagua, tutanyamaza. You are go-getter. Na hapo Ruto akampandisha jukwani kama jemedari wa pili. Gachagua akashangiliwa kama shujaa wa mlimani, lakini ndani yake moyo ulikuwa na harufu ya shaka, kwa sababu alijua aliitwa si kwa sababu ya maono bali kwa sababu ya kura. Alikuwa karata ya kuchezwa, si mshiriki wa milele. The truth of the matter is that we have inherited a dilapidated economy that is facing almost an economic shutdown. Wakakula pamoja, wakacheka pamoja, wakacheza pamoja mbele ya kamera, lakini nyuma ya pazia kila mmoja alihifadhi shoka la kumkata mwenzake. Na hapo ndipo historia hii ya moto uliofichwa kwenye tabasamu lilipoanza kupituka taratibu, bila moshi, bila mlio, lakini kitikisa msingi wa ikulu kwa mtikisiko wa kisiri. It is now my privilege to introduce the people of Kenya a man of great resolute, a true warrior of the Republic of Kenya, a man who is committed to public service, a man who believes that every hustle matters, a man who believes that every Kenyan must be given a chance, a man who has committed his life to the service of the people of Kenya. I want to invite the 5th President of the Republic of Kenya, the one and only William Samoei Ruto. Hii mambo maneno mingi imeongewa hapa ya siasa. I will say nothing. The reason being, Rigathi Gachagua, Deputy President, is a man of few words. And if you have followed my politics in the last 10 months, I talk less and do more. Katika mwaka wa kwanza wa utawala, upepo ulionekana kuwa wa neema. Jua lilichomoza juu ya taifa kama ishara ya matumaini mapya, lakini chini ya meza za mamlaka, upepo mwingine ulikuwa ukivuma. Upepo wa mashaka, utengano na vita vya sauti zisizosemwa. Rigathi Geoffrey Gachagua aliyekuwa amekalia kiti cha naibu rais alihisi baridi isiyoelezeka. Simu hazikupigwa tena mara kwa mara. Mikutano ilifanyika bila taarifa yake. Barua zikaandikwa bila nakala kwake, na kwenye meza za maamuzi jina lake Rigathi Geoffrey Gachagua likawa kivuli, si mwanga, halionekani. Your Excellency,
Kisha alizungumza si kwa hasira bali kwa ukakasi wa kuachwa nje, akasema, sisi watu wa mlima tunataka heshima yetu, tunahitaji sehemu yetu, tulishiriki mapambano, msituchezee, akasema Rigathi. Na hapo ndipo moto ulipochemka kwa siri. Maneno yake yakatafsiriwa kama usaliti, kama uasi, kama kujitangaza mfalme bila idhini ya kasri, kama mtu anayetafuta cheo bila baraka za kisultani. Mimi nataka tu nimwambie ndugu yangu William Ruto, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the. Lakini William Ruto, msakata mikakati wetu, alinyamaza. Lakini kimya chake kilikuwa na sauti kali kuliko makelele. Wanaomjua Ruto walijua kuwa kimya chake ni faini, ni hukumu na kuachwa kwenye giza. Uaminifu kwa Ruto ni kama kioo, kikivunjika hakitengenezwi tena, kinatupwa na kusahaulika. Hii serikali si nilipigania. There is no way I can move even an inch. Na hivyo ndivyo Rigathi Geoffrey Gachagua alipoanza kujikuta mpweke. Mawaziri wakaanza kupunguza salamu, mabalozi wakaacha kumtaja, magazeti yakaanza kumuita kiongozi anayevuta mkia. Nyinyi ni watu wa siasa au kabila, ama tuungane kwa broad base twende mbele? Tuungane twende mbele. Tuungane na huyo Baranya twende mbele. Hebu nione wala anasema tuungane twende. Ukimya uliopangwa, ubaridi wa kisiasa uliopikwa kwa makusudi. Viongozi wa Mlima Kenya wakaanza kuuliza kwa sauti ya masikitiko, je, ni kweli tumetumiwa na kusahaulika? Je, Gachagua anapingwa msalaba wa uaminifu? Panapo moshi pana moto, na ni vizuri tuseme hapa. Na katika sakafu za serikali, mguu wa Gachagua ulianza kupwaya. Alikuwa bado na kiti, lakini kiti hicho kilianza kubadilika kwa moto. Moto usiowaka nje, bali unaoteketeza ndani ya roho ya mtu aliyeitwa ndugu, kisha akafanywa yatima wa siasa. Na imefika wakati wake, tumemfanyia madharau na mambo haya na kumdhihaki. He is not a deputy president by default. Ni mpango wetu na yeye ndiye ameshikilia mlima. Madharau yoyote kwa Rigathi Gachagua ni madharau ya mlima. Kweli uongo? To some politics now, and katika ulimwengu wa siasa, maangamizi si lazima yatangazwe hadharani. Mshindani anaweza kupondwa huku akiwa hai, anayeonekana huishi lakini ndani anakufa taratibu, kama mshumaa unaoyeyuka usiku bila upepo. Umenipatia Profesa Kithure Kindiki. Hivi ndivyo Gachagua alivyopigwa, si kwa matusi, si kwa kashfa, bali kwa mikakati ya kijasusi wa kisiasa. Wale waliokuwa wakimuita mtukufu naibu rais walianza kumuita mtu wa kawaida. Ikulu kwake kama kasri ya kifalme yenye chumba cha giza kisicho na mgeni, na jina lake halikutamkwa tena miongoni mwa mipango ya kesho. Are demanding that we stick together. Kisha mashine ya propaganda ikawashwa kwa redio, kwa bloga, kwa mitandao. Jina la Gachagua Geoffrey likaanza kupakwa rangi ya uasi, chuki na uchoyo. Watu wakaanza kuuliza, mbona analalamika sana? Mbona njaa ya madaraka? Mbona ni mkabila? Mbona hawaunganishi wa Kenya? Abilecho, maswali yakawa ni chungu nzima. Mtu ya fitina, mtu ya ukabila, mtu ya share sijui mitego, utashindana na nani kwa hii Kenya? Katika mikutano mikubwa ya kitaifa, jina la Geoffrey Rigathi Gachagua likawa ni fumbo. Kwenye hotuba za Ruto alikwepa kumtaja kama mzazi,
kukwepa jina la mtoto wake aliyetoroka shule, na mara moja mwanasiasa Mlima aliyetarajiwa kuwa mrithi akawa kivuli kisichosahaulika. Sasa vile alidanganya mama mboga na bodaboda, anafikiria anaweza wadanganya the second time. Makamu wa rais ni rafiki, lakini urafiki, sikieni, urafiki ni tofauti. Katika historia ya taifa hili la Kenya, siasa haijawahi kuwa na kumbukumbu nzuri kwa waliokalia viti vya naibu wa rais. Ni kama kiti cha upweke chenye kivuli cha mamlaka lakini kisicho na nguvu ya kweli. Wamekaa wakatabasamu, wakapiga makofi, lakini wakapigwa kisiasa bila risasi. Tukumbuke miaka ya 90, Daniel Arap Moi aliyakalia kiti cha enzi. Pembeni yake akamketisha Profesa George Saitoti, mwanazuoni mpole na mweledi wa uchumi. Lakini alipofika wakati wa urithi, Moi hakuona Saitoti kama chaguo. Huyo akamwambia kwa sauti ya baridi, kuna wengine, na Saitoti aliyeaminika kama kaka akatupwa kando kama karatasi ya barua iliyosomeka. The president has now relieved me of my duties as vice president and minister for home affairs. I accept this decision with honor and dignity. Uhuru Kenyatta ndio ataweza kushikilia. Historia ikajirudia tena. Mwai Kibaki alipompandisha Kalonzo Musyoka kuwa makamu wake, lakini alipoondoka kwa shughuli zake za kimataifa, Kalonzo alibaki akizungumza na kuta pasi na nguvu wala mwelekeo. Kiti cha naibu wa rais kikawa cha laana, si cha baraka. Hiyo ni siasa ya pesa nani kama wale wanakimbia. Na sasa historia hiyo hiyo imevaa sura mpya. Ruto akiwa kiongozi wa nchi na Gachagua akiwa naibu wa rais, lakini wimbi ni lile lile. Mwanzo walimba nyimbo za serikali moja, mama mboga, mtu wa bodaboda, mwelekeo mmoja, lakini sasa sauti zao hazilingani, kama mawili wanaocheza muziki tofauti kwenye jukwaa moja. Mumenipatia Profesa Kithure Kindiki. Ruto kama Moi wa sasa anajenga ramani ya urithi wake, na dalili zote zinaonyesha kuwa jina la Gachagua limefifia kwenye hiyo ramani. Ama kweli historia haijifichi, huwa inajirudia, lakini kwa majina mapya. Na swali linabaki, je, Gachagua atavunja laana hiyo ya makamu wa rais, au ataandikwa kwenye kitabu cha waliotumika kisha wakatubwa bila shukrani? Na sasa historia imetimia kwamba kiti cha naibu wa rais kimejaa laana. The Senate has resolved to remove from office by impeachment His Excellency Rigathi Gachagua AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua AGH ceases to hold office. Thank you. President William Ruto, my friend and Rigathi Gachagua alitimuliwa serikalini kama naibu wa rais na kujiondoa kwenye chama cha UDA, si kwa kura ya wananchi bali kwa njama za kimya, kwa pigo la hila. Lakini hakulia, hakusujudu, alisimama, akaondoka na kuasisi chama chake kipya, chama cha DCP, chama cha waliotengwa, chama cha mama mboga, chama cha sauti ya mnyonge, chama cha waliokataliwa, chama cha hasira iliyosubiri kulipuka. Consultative meetings and debates with opinion leaders, religious leaders. Na tangu hapo
Gachagua si kiongozi tena. Gachagua Geoffrey Rigathi ni mwiba unaochoma usingizi wa Ikulu. Kila wiki anatoboa siri, anaanika maovu, anataja majina, anachora ramani ya wizi, ukabila, ubinafsi na dhulma zinazopikwa ndani ya kasri la mamlaka. Pesa yote unasikia imewekwa State House, imewekwa kwa Head of Public Service, imewekwa ofisi ya Deputy President, imewekwa National Intelligence Service, imewekwa pale Department of Defense. Hiyo pesa yote ni ya William Ruto ya kupanga uchaguzi wa 2027. Ndio walimu hawajapata pesa ya capitation, karibu wanafanyiwa auction. Barabara zimesimama, hospitali hakuna dawa, hakuna kitu naendelea Kenya. Pesa yote Ruto ameficha kwa security agencies. Rais ndiye anataka kuchukua 5 acres hapo Ngong Forest, ajenge hoteli na anajengewa na ile watu wanajenga. Na sasa hadithi imesemwa, ukweli umeanikwa kama jua la mchana. Gachagua si tena kivuli cha Ikulu, ni radi inayotikisa anga la siasa, ni sauti ya waliochoshwa, ni mwiba unaochoma faraja ya walio mamlakani. Lakini kumbuka, hii si hadithi ya mtu mmoja, ni simulizi ya historia fiche, historia ambayo huandikwa si kwa wino bali kwa machozi, kwa jasho na kwa damu ya waliokandamizwa. Kesho haijaandikwa, lakini leo tunaijua. Vuguvugu limeanza, ukweli umeanza kuvuma na kizazi cha Gen Z kimeamka. Hii ni Historia Fiche TV, sauti ya waliofichwa, macho ya waliofungwa na kumbukumbu ya taifa linalojitafuta. Jina langu si muhimu, mimi ni mwandishi wa giza, mfuasi wa ukweli, na ninakuomba usahau kusubscribe, kulike na kushiriki video hii ili historia isibaki ya wachache bali iwe nuru kwa wote. Mpaka wakati mwingine, tunasema historia haijifichi ila hujificha kwa muda tu. William Ruto, usijaribu kuiba uchaguzi, na nimeuliza IBC, please be patriotic, usiweke hii nchi kwa shida. Mwandaji wa makala haya ni mimi, Profesa Collins March.